kwamba Raila Odinga akikuwa president Kenya hii, nataka tutulie. Walisema ya kwamba Raila Odinga akichukua president ni mchawi, eti ata make sure amemaliza biashara ya watu wa Mount Kenya, eti Wajaluo, Waluya, Kisii wataishi bure kwa manyumba. Leo Bishop Cardinal William Samoei Ruto, ni maombi si uchawi, amesema ya kwamba lazima waanze kujenga manyumba. Hizo nyumba inamaliza wanamaliza wakina nani? Wakikuyu. Wanamaliza landlord ya wakina nani? Wakikuyu. Sasa ule nabii wenyu amesema ma landlords sasa watakuwa wanatolewa tax. Watu wanatolewa pesa, wanakatwa pesa na nguvu ili jenge manyumba. Sasa ile Wakenya wamepoteza, wamekosa kupeleka watoto wao shule. Wakenya hawana kitu ya kukula. Wakenya hawana hata pesa ya kununua sumu ya kuwaua. Nabii Cardinal William Samoei Ruto naye amesema lazima nyumba ijengwe. Nani investor wa hizi nyumba? Simuniambie William Ruto, nani investor wa hizi nyumba? Nani atafaidika na hizi nyumba? Tunataka kuambia Ruto na naambia Wakenya, hizo miaka za nyuma wakati ya Moi lazimisha watu wajenge pale Nyayo I-Rise. Hizo nyumba iko msafara anaishi hapo ambao ni mabonyenye. Si alilazimisha watu wakajenga manyumba huko. So Ruto asifikiri sisi ni wajinga. My friend, we sema ya kwamba unataka kumaliza jamii ya Mount Kenya, na mimi nafurahia. Kwa sababu gani? Unajua ukicontrol economy automatically mta control politics. Watu wana control economy na control nini? Watu wa Mount Kenya wamecontrollingi politics ya Kenya kwa sababu wana control nini? Leo wameanza kukua beggars kuliko Wajaluo, kuliko Wakisii na kuliko hata Wakamba. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Saa hii ukiingia wale wana control economy ya Kenya. Ruto alikuwa mjanja, saa hii wale walimpea pesa ya kampeni wa Somali. Ukiingia town, hoteli gani unakunywa chai? Hoteli ya nani unakunywa chai? Saa hii manyumba mingi Kenya hii ni akina nani? Inamaanisha saa hii Wakikuyu pia wanaingia kwa hoteli kukunywa chai kama Mjaluo na Mulu. Wale Wakikuyu wamebaki, kazi yao ni kuuza mask na dawa ya mende. Unaweza control economy? Wanabunge TV. So saa hii ukienda River Road, Nyamakima, Gorgo, wako hapo wanafanya biashara kwa hizo manyumba ni wa Somali na Wahindi. Wakikuyu wanauza mask kwa mla. Akichokeza Msomali anapigia Sakaja simu, tumia mimi anisumbua kwa mlango ya. So mimi nataka Raila amepigania nchi ya kutosha. That's why even Yesu Kristo hajarudi, kwa sababu alisema mpaka kwa watu ugali na nyama. Waluye Wakikuyu wakakula, lakini dakika mwisho akasema wasulubi Yesu bwana. Wanataka Yesu bwanaba. Kweli Wakenya, Raila Odinga amejaribu mpaka aleta constitution. Raila Odinga ambaye wanasema wamemchukia in 2002 kiunda Kibaki aliambia Moi Kibaki, nimeona hao watu wako wana control economy, hao watu wako ni waizi, na lakini wanataka wajenge nchi hii, wacha ni wajengee super highway. Wakasema Wajaluo wana manyumba, Raila anabomoa manyumba zetu. Kwa nini wakati Raila Odinga alitoka kwa hiyo serikali, kwa nini hawakubomoa hiyo super highway waende na Muguu, Thika na Kiambu? Raila Odinga aliwacha kujenga hiyo iende Ukambani, iende huko kwetu, akawekea watu wa gani? Watu wa Mount Kenya. Raila Odinga huyu, wakati dunia Moi ambayo waliweka Moi, hao Wakikuyu ndio waliweka Moi, wakina Njonjo wakasema Moi ni mjinga, wacha tumweke alafu tunachukua hii uongo. Moi walitoa ama walishindwa kutoa? Walimtoa ama walishindwa kutoa? Huyu Raila Odinga
sema hapana, wacha mimi nichorea hao watu ndio wameshindwa. Unajua nasikia chungu watu wakisema eti 1980 Raila Odinga alikuwa anapanga kuku, ilikuwa inapangwa na kina Njonjo. Raila Odinga alikuwa tu mkora kama Gaucho akapatikana kwa scene. Ndio maana alienda na hiyo kitu ndani. Ni wale hiyo kitu na kina nani? Kina Njonjo ndio alichoka Mount Kenya, ndio alichoka. Raila wakati kutoa Moi alikuja na watu nasema eti Wajaluo wapiga watu wengine. Sisi Raila Odinga akisema ni left left, Raila akisema right ni right. Raila akasema Kibaki tosha, akapea Kiwete ambaye angeangalia matako ya mwanamke hivi nyuma. Raila akampea, Raila akasema mimi nataka tu prime minister. Walikuwa na kina Omalo wa kijana, Charity Ngilu, Kalonzo Musyoka, the late George Saitoti. Wakamuweka, Nyachae akakataa. Kumbe hata Raila Odinga amefanana na Nyachae. Nyachae alisema ndugu yangu nimefanya na hao watu. Hao watu si lazima waongee Kikuyu, si lazima waongee na sauti. Hao wakifanya hata step hivi ya kiatu wanajua nini nasema, kutoka hapa mpaka ule anauza mask. Anajua hiyo step inasema nini. Wachana na hao watu. Raila akasema hapana, Udo Kembo, Jagot. Iko kitu tunaona. Nyachae alikasirika akasema, akaanza kusema watu, sema wengi, watu wengi sana. Sasa hiyo kuna watu 5 kwa kifuata gari yake. Wanabunga TV, Raila tialala. Sasa huyu Raila Odinga, akaweka Kibaki kuongozi. Hao wakina Mchuki, akina Stanley Githunguri, akina ule jamaa alikuwa anaitwa nani, Jenga Karume. Wakasema hapana, huyu Raila fai hata kukuja State House na group yake na Kalonzo. Wachana na yeye na hiyo prime minister. Wakamfanyia madharau. Raila huyu chini ona pana. Juu sisi Wajaluo na Wakamba tukitolewa kwa serikali kuji kufanya maendeleo kwetu. Wacha nini? Nilete constitution ya 2010 tukuwe na counties yetu. Wakamba wakuwe na president wao ambao ni Wamvinya Ndeti, Wakisi wakuwe na Simba Rati, sisi tukuwe na Kinorengo. Paka nini? Huyu nabii William Ruto. Huyu nabii Ruto analeta majimbo. Etiyo Raila analeta majimbo, anataka kudivide watu. Leo kwa nini wakina Mandago, wakina Sang wako kwa majimbo ambayo Raila Odinga alikuwa analeta? Ruto since akwe kwa serikali since 1992 mpaka leo. Ruto sasa leta nini ya wa Kenya wanaweza vunia? Kama sio kunyang'anya watu mabibi. Ni nini? Ruto ameshawahi leta yenye tunavunia. Kama saa hii si njaa ameletea wa Kenya. Ni kweli si kweli? So mimi nasema kama mwanasoja wa Raila Odinga na kama bunge la wananchi president ya kwamba enough is enough. Mimi naambia wabunge wa Simio na wabunge wa nini, please wacheni hiyo kiti pite, ili kuwa ya kwamba si uchawi ombi. Iwezi kuwa ya kwamba kila saa Raila Odinga na sacrifice na wanamfanyia madharau. Hii madharau ambao wanafanyia Raila Odinga ndio imefanya Yesu Kristo hajarudi mpaka leo. Ni kweli si kweli? Tunaambiwa na mapastors anakuja next week na okoka. Tena anakaa na backslide. Ni kweli si kweli? Mrembo tulia tu kidogo. So mimi nataka ya kwamba Raila Odinga pia tulia. Vile ule jamaa amesema ya kwamba Raila Costa maenda Zanzibar, mguu mmoja ikuwe kwa Mama Ida, mwingine ikuwe kwa beach. Atulie. Kwa sababu za zile tunaandamana wanasema ona hao Wajaruo. Hao Wajaruo hawana biashara. Hao Wajaruo ni wajinga. Sasa wacha sisi kama kee tukae tuone. Kama ni ngumu tutakata hiyo free yetu tukule. Ni kweli si kweli? Sasa mimi nasema ya kwamba wacha tukae tuone hii maombi yenyu. Mambo ingine, watu wache kupigana eti Mount Kenya iko vita. Eti iko vita ya Maumau na iko vita sijui ya Mungiki. Si ni kweli? Eti iko Maina Jenga pande hii na Mungiki, eti na pande hii
eti ingine ni Gachagua ni Maumau. Hasa Mwenenjenga na lead kikundi ya vijana wa Maumau na Gachagua yeye ana lead nini wajukuu wa Maumau. Hiyo ni vita ambayo isaidii wa Kenya. Mukipenda muone ule anakuja akuje, kwa sababu hiyo ni lugha mo. Ikibaki ni Mwenenjenga ndio kingpin sawa, ikibaki ni Gachagua ndio kingpin sawa. Sisi tuna discuss issues ambayo ina affect to Kenyans. Hii Kenyans hii kama mwezi pea Raila Odinga presidency, kwa nini Kalonzo ambaye alisacrifice 2007 amuku mpea? Kama wajeluni wabaya, kwa nini Kalonzo Musyoka amuku mpea? That's why inavanga top ambayo imeandikwa aje? Saba na sauti imeandikwa aje? Inasema aje? Other tribes matters. Na that's why mimi nasema ya kwamba hii kitu ikishinda Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kubadilisha generation yangu ya Kinolekina, Babu Wino, sisi hatutaenda through voting. Tunajua njia tutachukua nayo president wa nchi hii. Wanabunge ria, wanabunge ra, wanabunge TV, tuta make sure tumeandika barua, tumepeleka ICC huko, watupe stage na map, stage ya kushuka na ndege tukienda huko, kwa sababu tutajua kwamba hao wazungu wanatudictate, wanatupea uongozi. Mimi nauliza saa hii eti watu wanalia mpaka hao saa hii Mount Kenya wanalia eti hiyo bili isipite, hiyo bili isipite. My friend, Ruto anataka ku make sure ya kwamba iko wakati nilikuja hapa miezi kadhaa na nilisema watu wa kwanza kutafuta Raila Odinga itakuwa ni Mount Kenya. Nilisema sikusema? Mount Kenya hawa ndio watakuja kutafuta Raila Odinga ambao mlidharau. Ulisema kiongozi, ulisema. Naona. Na saa hii mali imefikia Gachagua yeye ni kuvaa koti kubwa, ajua hata dunia inaelekea wapi. Yeye akiamuka asubuhi, mimi ni mtoto wa Maumau. Akiamuka usiku, mimi ni mtoto wa Maumau. Sijui sasa tukufe kwa sababu Gachagua ni mtoto wa Maumau. Hata mimi mwenyewe ni mtoto wa Ramogi. Hakuna watu walitoa kiongozi mkubwa kama sisi tulitoa Luanda Magere. Sijaijisifu na hiyo. Ukienda pale unaona mawe, unaambiwa ya kwamba huyu jamaa alikuwa anapiga wanandi sijui ngapi. Hatujisifu nayo. Wakisi wako na chinko roho jisifu nayo. Mtu mwingine na koti nyingine ambaye anavaa kama mtalikazo eti kila siku mimi ni mtoto wa Maumau. Tukufe kwa sababu yeye ni mtoto wa Maumau. Tukufe. Kwa sababu Gachagua ni Maumau. Mimi Kenyans na naambia youth kwa hii Kenya ya kwamba tulidividiwa na tribe na tukaingia box. Tulidividiwa na chuki na tukaingia box, ambayo hata ukiona Kalonzo anaweza kuwa kiongozi mzuri unamwona kama mtu muoga. Hata Ulekina kama anaweza kuwa mtu mzuri unamwona kama ni Masai, ni mtu wa kuchunga ng'ombe. Hata Mluya akikuwa kiongozi mzuri aje unamwona kama watchman na mtu anapenda kukula. Hata mtu akikuwa mtu wa Mombasa akikuwa kiongozi mzuri aje unamwona kama mtu mnyonge na anapenda kungoja mara nasi yaanguke nasi yaanguke ya kule. Hata mtu akikuwa kiongozi mzuri aje unamwona kama Mjeluni ni mtu wa tairi na mtu anapenda vita. Enough is enough. Hii country ni yetu sisi wote. Na hii Kenya si Kenya ya Raila Odinga na watu wa Nyanza peke yao. Ndio wanaona shida ya Kenya. Wacha watu wa face shida, sidi kuwe kwa kila mtu, then kila mtu atoke aende maandamano. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema Raila Odinga anapenda hii nchi. Kama ingekuwa ni Gaucho niko na influence kama Raila Odinga, my friend, watu wangepigana. Biblia inasema ya kwamba eti Adam na Eva walikuwa watu wawili. Nyinyi sasa hivi mko watu ngapi? Mimi ningewapishwa na mtu mmoja. Juu unajua wengine watazana wapatikane lakini Raila Odinga anapenda hii nchi. Basi wao Raila Odinga atupendangi fujo. Wale wanalaumu Raila Odinga mnamlaumu bure. Raila hataki kumwaga damu. Raila Odinga alikuwa Ruto. Ruto hapendi hii nchi. Bora na kududanganya kila siku. Msichana wake hii mambo hata ya Shakaola. Nani alianza? Si ukora ya miracles za uongo za Ruto. Mtu wa kwanza Ruto angeweka ndani kabla weke Pastor Ezekiel ndani, angeweka bibi yake Recho. Kwa sababu Recho ndiye alitudanganya kwanza eti siku moja aliombea maji kakuwa divai. Ni kweli si kweli? Sasa yeye mwenyewe angepigia maskari washike Recho waweke kwa next to State House, police station iko karibu na ndio tujue kweli unapigana na ukora ya maombi. Yeye mwenyewe kuja kudanganya alianza na mayai. Na kama Ruto kweli anza na mayai, alafu msichana wake tena anakuja na tudanganya kwamba alianza kuuza smoky. Mtoto wa deputy president ako pale Daystar University. Eti anashuka kwa V8, anashuka, anawakisha jiko. Eti anakaa anatengenezea watu smoky.
Yaani hao watu uongo juu uongo, na hiyo uongo sijaijua ni mbele kwa nini. Yaani watu wamebaki ujinga Kenya hii, ni watu wa Mount Kenya pekee yake. Ruto anadanganya. Ruto anadanganya Kenya hii. Hata watu walikuwa wanasema kuna watu sasa werevu, Ruto ameenda Ukambani wapi? Watu walikuwa wanasema Wakamba ni njaa. Saa hii Wakamba wamefunga tumbo yao na ukanda. Wanasikiza Kalonzo peke yao. Ruto anaenda na uongo, anaenda na Biblia, Wakamba wasikii. Kwa sababu wewe Wakamba unataka kuanzia mambo ya maombi, na hao ndio mambo ya missionary na mambo ya maombi ilitoka Ukambani wakikuja hivi. Wacha sisi Wajaluo tulipata mambo ya Yesu late. That's why tunaokoka tukisukusuku. Wanabunge ria, wanabunge tibim. Wajaluo ndio unaweza tishatiza na mambo ya maombi. Lakini Wakamba ndio walaanza hii mambo. Wakikuyu wakachukua hiyo mambo wakaokoka mpaka wakaweka hiyo kitu kama biashara. Eti saa hii ndio Ruto akienda huko, akienda Kiambu anaenda na Biblia mpya eti Noriega rege. Biblia inasema. Sasa Wakikuyu wao ndio walichojua hii mambo ya Yesu mpaka wakaweka biashara. Wewe ndio unalao na maombi. So Kenya hii wale watu wajinga wa Ruto, Kenya hii wajinga ya Ruto na Gachagua ni watu wa Mount Kenya. Kenya mzima wamejua Ruto. Wakienda Western wanamjua, wanamsikiza tu. Unajua Mluya bora tu umetengeneza chai kidogo unaweza mtuliza, lakini anajua ukwe. Sasa unajua Wakikuyu walijifanya werefu sana, lakini Ruto amekuja kuonyesha hao ndio wajinga sana Kenya hii kuliko kila kabila. For the first time Kikuyu community wamepanga line kwa sababu ya mkate inaitwa mkumanyoko. Ile wale walikuwa wananunua na Wajaluo kendo shago. Ile mkate refu. Iko siku ule women rep Kiambu amewapangisha line wa Kikuyu. Wamepangisha wanataka kuchukula mkate kumanyoko ile refu. For the first time kwa uongozi ya Ruto. For the first time uongozi ya Ruto ndio Wakikuyu wamepangishwa line juu ya unga hii ndogo. Ile Wajaluo wanaita choroe rama chorocha ile ndogo hii. Hii ndogo hii. For the first time. For the first time Kikuyu community wanalia njaa. For the first time Kikuyu community wanalia biashara yao inaisha. My friend, sisi Wajaluo na Waluya, sisi hatunanga tuko safe. Sisi bora tu niko na TV kubwa na niko na msichana mkikuwa hapo brown. Sina wasiwasi. Sisi hatuna wasiwasi. Na bora Raila Odinga ako safe. Mjaguza Raila Odinga, sisi tuko safe. Sisi tuko safe. Bora Raila Odinga hajaguzwa, sisi tuko safe. Hii ndio mnatafutanga pesa ni kama mnaenda kupigwa transfer mletewe binguni. So nyinyi msipojipanga, my friend, mnapangwa. So wacheni watu wa Mount Kenya wakuwe nini? Wajinga. Na mimi nashukuru kila mpaka watu wa Coast ambao na hiyo nyonga yao wamekataa kusikiza William Ruto. Na mimi nimependa ya kwamba saa hii wanafungua boda ya Somali na Kenya. Saa hii mbomu inataka kulia hii Kenya ile hakuna. Saa hii kila mahali itakuwa tu bom. Ndio wanafungua. Unaona, kwa sababu Ruto hao watu ndio walimfinance. How comes inchi ambayo iko serious tunachukua mtu kama Duale eti ni mkubwa ya jeshi. Hii ni inchi gani hawa? Eti Duale ni mkubwa ya jeshi. Alafu mnasema mnataka kuzuia Al-Shabaab isiingie. Aje? Si watakuwa naongea hiyo lugha yao na wameingiza watu hapa. Unaona? So, saa hii eti Sili, eti Wakikuyu ile kitu wangejenga miaka 10 ambao zinapita 20-30 years ago. Leo eti ile mall kubwa sana ambayo inaenda kukua kubwa Eastern Central Africa, inaenda kukua Isili. Wakikuyu nyinyi mmewekwa tu, eti Ruto akikuja na bilibili mpya, akisema kuja yeye na Gachagua, eti kazi yao ni criticize Raila na Uhuru, eti yeo ule muganga, eti ule mchawi, eti wanataka handshake, eti ule mlevi, tulimshinda. Eti ndio kitu Kikuyu waliamukia saa 9. Wapige kura ya kuambiwa hadithi ya mlevi, hadithi ya muganga. Ukitaka kujua Kikuyu wamekuwa abnormal. Wanabunge TV. Alafu eti Wakikuyu leo hii wanatusi mtu wao. Sisi Raila Odinga hata kose nini?
Hakuna siku tutaruzi Raila Odinga. And in fact, sasa zile Raila Odinga amekosea, ukimtuzi sana Facebook tunakutafuta. Unaona? Eti Uhuru Muigai Kenyatta ambaye risk akaenda hack kwa sababu ya jamii ya Kikuyu. Ruto leo amewaweka mnamtuzi. Sasa ile yeye mwenyewe hakuna mtu anamtuzi yako kwake.